Father, we thank you for your mercy and grace. We thank you for your presence in this house. We acknowledge you, King of Kings, God our Savior, God our Maker. We acknowledge you, our Father. We praise and lift up your name, and we thank you. Holy Spirit, take over this service from now onwards. This is your moment. Have your way, King of Kings. Have your way, Lord of Lords. We capture every evil spirit, my Father, sent on assignment at Makadara PCA Church this morning. We capture and bind them in the name of Jesus. We declare that the devil has no place. He cannot touch anybody in this place. In the name of Jesus, I pray that even those that he has captured, because of the power of the cross, they are set free. Receive honor, God, receive praise and honor. In Jesus' mighty name we pray. Once again, let every believer shout amen. Glory be to God. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie kwa mkono kama wewe hauna wivu. Hallelujah. Nataka nianze kwa kushukuru sana Reverend Mary Ria, friend. For many years we have served with you in very many platforms. You are a covenant sister, and even inviting me here for the second time, and your elders, I count it a privilege and an honor. Thank you so much. We also celebrate that God has given you another age. Sasa we celebrate your new age. Si ni vizuri tunasherehekea mtumishi wa Mungu kwa sababu ya new age. Ako na new age kutoka sasa, new age. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. We also, the reason why ninasema hivyo ni kwa sababu I am looking for a reason why we should celebrate today. Na mimi ninaona hata kama au celebrate kwa kitu kingine, celebrate because Reverend Mary Rie is celebrating her birthday, and of course hauwezi celebrate mtu na hiyo sura. Unajua watu wengine sijui, mimi sijuagi watu wengine hii jina inaitwa happy, sijui haigianagi na sura. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to anybody? Now, ya pili ni kwa sababu Yesu aliyekufa msalabani. Sasa siku moja kitabu cha Mark chapter 16, maandiko inasema ya kwamba wanawake watatu walienda kumtafuta kaburini wakiwa wamebeba mafuta wakaupake mwili wake, lakini ghafla binvu wakakuta malaika amekalia lile jiwe na akawaambia, kwani mnamtafuta aliye hai katikati ya waliokufa? Sasa nataka kucelebrate pamoja na wewe, nikwambie hata kama hakuna kitu kingine ya kucelebrate, nataka nikwambie Yesu hayuko kaburini, yule aliyekufa sasa yuko hai. Kama tuko pamoja tuwapiane amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ya tatu, kila mtu unaonaga hii dunia ako na karoho fulani, na hiyo karoho ndio una spreadigi kwa wale watu wako around you. Sijui kama unaelewa, kila mtu ako na karoho fulani. Ushaikaanisha na mtu ambaye sura ako na karoho ya kuboeka tu hivyo, ako na roho inakaa jioni. Unaona ile jioni ya saa 12:45, yani mahali munaelekea gizani, kuna watu wanakaaga na muna hiyo, na unakaanisha na huyo mtu kabisa. Hata ukiambiwa salimia mtu, anakusalimia na design ya saa 11 jioni, karibu saa 1. Yani kuna watu wanakaa na muna hiyo, na kuna watu wengine ambaye generally ni wachangamfu, na ukijikuta around them unajikuta hata wewe una celebrate, you feel good. Ushaienda mazishi ya mtu hujui, umepeleka beste yako, lakini mwenye kukufa haumjui, lakini kwa sababu ya vile hawa wanalia unajikuta mood generally ni ya kulia. Hata wewe unajikuta na hadi kachivu unajaribu kulia kwa sababu unajikuta ni mood. Ni wale watu mumekaanisha na wao, ni wao wamebeba hiyo kiroho. Sasa sijui leo umekaanisha na mtu wa kiroho gani? Ninaomba leo katika jina la Yesu usalimie watu watatu. Nasema usalimie watu watatu, waambie Yesu hayuko kaburini, sasa amefufuka. Nimeokoka na furahi, nataka kukutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kukutumikia Mwokozi wangu siku zote. Ya mwisho, Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho, Reverend,
Watu hawashindwi kumuibia Bwana kwa sababu ya weight ya mwili, sio kilo za mwili. Watu hushindwa kumuibia Bwana kwa sababu ya kilo na mizigo waliobeba mioyoni. Umebeba nyina yake ngajui, umebeba onyago. Sasa hata tukijaribu kukuambia iba, hauwezi. Sio kwa sababu mwili iko na kasoro, lakini shida iko moyo. Sasa salimia mtu mwambie ni nini baya na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Makadara wamama, haleluya. Wanaume, Bwana asifiwe. Kama hauna mzigo moyoni, si Yesu alisema Njooni kwangu mliolemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Naomba tukimaliza service hii wote walio na mizigo mizito watapumzishwa kwa jina la Yesu. Semeni amen. Praise the name of the Lord. Hata kama kilo za mwili hazikuruhusu kuinua, hauwezi inua zako. Ukipima unaona siwezi inua. Si tafadhali brother, si tu kuonesha ya kwamba moyo haina mzigo. Semeni amen. Nimeokoka na furahi, dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia. Haya makofi kwa Yesu, makofi tu. Haya makofi kwa Yesu. Haya. Inua mikono hii. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Jina la Bwana lisifiwe. In the name of Jesus. Tunasherehekea kwamba shetani ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Reverend, hii ni climax ya wiki mzima ya evangelism. Thank God for the evangelism team. You have done a good job and you look nice. By the way, isipokuwa wale watu wako na wivu na haijaanza leo. Ni vizuri. Si evangelism, they look good and they have done a good job. Praise and worship. God bless you elders. Thank you. Choir, you look nice. Siku yenye Mungu atakuwa akionwa, nyinyi mtakuwa laini ya mbele. Semeni amen. I want to share with you the word of God. Are you ready for this? Bwana asifiwe. Are you ready for this? Yes, my name is Wilson Dhuo. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Natoka Nanyuki na huko ndiko nilitoka na hapo ndipo nitarudi, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. I have greetings from my wife and family. Sitafadhali mzipokee. Oleo wa mukagira mukira. Nejaga neshi akinya. Ya pili, with all the pastors and ministers that work with me, tulikuwa na mkutano jana, nikawaambia I'll be in Makadara. Sababu kanituma na salamu. Si mzipokee pia. Neginyu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuketi sasa. Sijui mara tena tukianza mkutano huu wa leo, umekaanisha na mtu wako na roho saburi gani? Hebu niangalilie beste yako umuulize, mimi ninakaa mazishi ama nakaa harusi? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yes, Reverend Mary knows, since she called me akaniambia nitakuja kuhubiri hapa siku ya leo. Tulipata challenge ambaye I have shared and I shared with her, kwa sababu ile Monday ingine tulienda kusafiri kule kunaitwa Narok County, na nilipofika pale masaa ya saa 1 usiku tukasimamisha gari yetu far away from the road, around 50 meters. Na tukiwa pale, trailer moja ilikuwa imebeba mawe, ikakata brake, ikakuja
ikagonga matatu ilikuwa inaenda kushukisha watu, ikaua watu 6. Tukiangalia ikapinduka ikakuja direction yetu. Tulikuwa tumefika tu, tumetoka tu kwa gari kusimama pale, ikakuja in our direction, ikakuja ikafieka gari yetu. Lakini kwa sababu Yesu yu hai, Bwana Yesu asifiwe, we are here today. Praise the name of the Lord. And for that reason, na mhujia alikuwa ananiuliza, alikuwa anatumana ati ile gari yako ndio nilikuwa natafuta. Nikamwambia hiyo sasa haiko, lakini Yesu yuko hai. Today nataka nikuambie na nihubiri a very powerful service and a message kuhusu kitu inaitwa the power of an altar. Na in this case we are talking about the power of the cross. Kwa hivyo kama wewe ni watu saburi yenye kuandika maandiko ikihubiriwa, utaandika hizo notes na utabarikiwa kwa jina la Yesu. Semeni amina. Are you ready to be blessed? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka niongee kuhusu nguvu za madhabahu, na kwa wakati huu ninataka niongee kuhusu nguvu za madhabahu ya msalaba. Kwa sababu tumesoma katika scripture na ambayo tumeweza kuwekewa mahali pale. I request that irudiwe mara tena. The scripture that we read from the book of Luke chapter 23, nataka nieleze polepole. Na ukiona ninaelezea polepole usifikirie itamalizika polepole. Sijui mnajua ndege ikitaka kupaa kwanza inagurumishagwa, alafu kwanza inagurumia chini ya polepole, alafu inaongeza mwendo, inajaza jets zake, si ndio? Aduagai madhani yagosho. Ukiona mtu hasemi chochote ujue ya kwamba we na ndege hawajawahi karibiana. Na ninakuombea tunapozungumza nguvu ya msalaba, msalaba ikulete karibu na ndege na sio karibu na ndege ikuingize ndani ya ndege. Ili hii story ninaongea ikuwe na nguvu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inaguruma polepole, inaguruma, inajaza, inaguruma, alafu ikiguruma vizuri sasa ikiwa imejaa ndio inaanzaga kuondoka, na inaondoka alafu inatoaga nguvu mara mbili. Inatoaga nguvu moja ya chini ya kusukuma juu, na inatoaga nguvu nyingine inasukuma nyuma, inaipeleka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba ya kwamba tunapoanza this meeting today utaguruma polepole, na ukiona mtu hagurumi murie thina waku ukoragwo uri kururumio kana uri waria maikagio. Na unajua kwa mambo ya kiroho, na niliwaelezea the last time I was here, mambo ya kiroho ni very complicated. Kuna watu in the place where God is speaking, kuna mtu anashikanishagi. Na ninakumbuka siku moja nilihubiria kasichana kamoja kajenzi, kakanishekia kichwa namna hii, kakaniambia unajua hiyo past story unanishow hainiingiagi. Na unajua kanisani tuna watu hii story haiwaingiagi. Niulizie beste yako, hii story inakuingiaga? Na ukiona ni kama haimuingiagi, shida sio mhubiri, shida ni kwa sababu hii story. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So the Bible says hapo ilikuwa yapata saa 6 kukawa giza juu ya nchi yote hadi saa 9. My friend, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo, alikata roho. Kuna verse ambayo naona kama umeruka. Kuna verse ambayo ni umeruka kwa sababu ninataka mahali Yesu msalaba ilizima jua. Unajua vile mtu anazimaga stima? The cross ilizima jua. Please get back there. Probably verse ilipata saa 6. Aya. So hapo yapata saa 6 yakawa giza juu ya nchi yote hadi saa 9. Jua limepungua nuru yake, pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee leo kuhusu the power of the cross. That is the power of an altar. Na nataka nianze kwa kusema ya kwamba hii dunia tunatawaliwa
na madhabahu. Naeleza polepole. Tunatawaliwa na madhabahu. Sema madhabahu. Sema tena madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii dunia kuna madhabahu mengi. Wakati Yesu alipokuja hii dunia, watu walimpangia ya kwamba watamuua, na wakatengeneza msalaba, na wakaitengeneza na design na program ambayo ni mpango wa kumwaibisha na kumdhalilisha mwana wa Mungu. Lakini kuna jambo moja ambalo hawakuweza kuelewa, ya kwamba Yesu hakuwa mwanadamu wa kawaida. Yesu hakuwa mtu ambaye alikuwa wa kawaida, na nitaielezea hiyo vizuri, maana nataka ikuingie ndani ya moyo wako. Yesu hakuwa mwanadamu wa kawaida. Kwa hivyo walipopanga, na maandiko inasema katika kitabu cha 1 Corinthians chapter 2 verse 8, my friend ataniwekea, Biblia inasema kama wale walimsulubisha Yesu wangekuwa na revelation ni nani wanasulubisha, Bible inasema hawangemsulubisha the Lord of Glory kama wangekuwa na revelation. Yani ni kumaanisha wale waliomsulubisha Yesu walifanya hivyo wakiwa wamefungwa mahali fulani, hawakuelewa. Because the Bible says ambaye wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata moja. Maana kama wangalijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Semeni amen. Na mimi nataka niseme hivi, Reverend, utakubaliana na mimi. Some people don't know who we are. If they knew who we are, they would never have messed with us. Salimia rafiki yako, mwambie kama ungenijua. Mumalizia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Salimia huyo mwingine wa upande wa pili, mwambie kone ojo. Mukinyelia hau. Jina la Bwana lisifiwe. Na nataka nihubiri siku ya leo nikuambie ya kwamba hata wewe haujajifahamu, leo unaenda ukijifahamu. Wewe haujajielewa, utatoka hapa ukiwa umejielewa. Because wewe kuna kitu Bwana ameficha ndani yako, na hiyo sio kitu ya kawaida. There is something that the Lord has placed in you. The Bible says, and we have this treasure in another vessel, that the excellency of power may be of God and not of us. Nataka nikueleze siku ya leo, usijibebe ovyo ovyo. You carry a treasure in another vessel. Praise the Lord. Wakati wamependezwa na Kevin ya kiiba, ukiona ndo na Kenio ni uri gathina na tikariu. Hallelujah. I have loved even the way mpaka mtu mwenye alikuwa amekuja kanisani ameapa diko ina nimekuta ameiba kwa sababu kuna neema. Praise the name of the Lord. Lakini ni treasure in another vessel. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii dunia kuna madhabahu. Bible inasema kwamba walipomweka Yesu msalabani kuna kitu hawakuwa wanafahamu. Because the Bible says that immediately Jesus was put on the cross, ikawa ni kama saa 6 something began to happen, because Jesus was not a normal person. Watu hutawaliwa na madhabahu, na nitaeleza vizuri. Na madhabahu hii dunia hushidana. Tumesoma katika kitabu cha 1 Kings chapter 18, mahali tumesoma kuhusu mambo ya Elijah. Bible inasema aliwauliza, kwa nini mkae mkitapatapa katikati ya mambo mawili? Why do you ever keep on wavering between two opinions? Akawaambia, kama bali ni Mungu aabudiwe, na kama Jehova Mungu ndiye Mungu ndiye ataabudiwa. Akawaambia, leo hakuna stori za madhabahu mbili. Kama ya bali ni sawa, tutaabudu, na kama ya Mungu ni sawa, ndio tutaabudu. Akawaambia, mtaweka madhabahu yenu pale, nami nitaweka yangu pale. Mimi mtaweka ng'ombe pale, nami nitaweka ng'ombe pale. Utaweka kuni pale, nami nitaweka kuni pale. Alafu nani mtaitana kwa Mungu yenu, na msiweke moto. And the God that shall answer by fire, that is the God that shall be worshipped. And the Bible says ya kwamba Elijah was alone. He was the only prophet of God. Lakini alikuwa na shidana la 450 prophets of Baal. And I can tell you for sure, if God be for us, nobody can be against us. Can I hear an amen? And with God you are not a minority. Hata kama wewe sio wengi, nataka nikwambie, when you have God, there is no minority in you. Can I hear an amen? Nionyeshe mkono nione kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akawaambia, sasa hakuna stori za kusubuana, itaneni nami nitaitana. Mungu mwenye atajibu na moto, Mungu mwenye atajibu na moto,
huyo ndiye Mungu atakayeabudiwa. Bible inasema ya kwamba wakatengeneza yao, maana kwa hii dunia madhabahu hushindana. Nitaeleza vizuri. Madhabahu hushindana, na nitaeleza nikwambie ya kwamba madhabahu yote mazuri ya Mungu lazima ikuwe na vitu tatu. Are you ready? No, you are not. Are you ready? Madhabahu yote ya Mungu lazima ikuwe na vitu tatu. Madhabahu yote mzuri, it must possess fire. Somebody say fire. Ukiona asemi fire ni kwa sababu hana. Somebody say fire. Can Makadara say fire? Bwana Yesu asifiwe. Every good altar must possess fire. Number 2, every good altar must possess power. Somebody say power. Asante. Ya tatu, every good altar must possess authority. Authority ni influence. I want to thank God because nimesikia kwamba mlitembea everywhere mkifanya kitu inaitwa spiritual mapping. Mliukanyagisha miguu yenu kila mahali, kwa sababu those are the places Makadara PCA must have influence. Can I hear an amen? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nirudie tena kwa sababu sitaki nikuache nyuma. Madhabahu yote mzuri lazima ikuwe na vitu tatu. Ya kwanza, it must have fire, it must have power, it must have authority. Praise the name of the Lord. Can I hear an amen in the house? Na nataka nikuambie ya kwamba unaweza gugu mahubiri, lakini hauwezi gugu power. Unajua AI, siku hizi kuna kitu inaitwa AI. AI inaweza kukupatia topic, hata inaweza kukusaidia na goals, inaweza kukupatia mpaka body, inaweza kukusaidia na message, lakini hauwezi Google power na hauwezi pata influence from AI. Wacha nikwambie kanisani siku ya leo, mtu aliye na fire anakuwa tofauti na mwenye hana, na Mkristo ambaye ako na fire ni tofauti na mwenye hana. Naomba leo katika jina la Yesu ya kwamba wewe hautakuwa Mkristo ambaye hana fire, wewe utakuwa Mkristo ambaye ako na power. Can I hear power? Can I hear power once again? Hata amen ya mtu aliye na power ni tofauti na amen ya mtu hana power. Hata kuiba kwa mtu aliye na power ni tofauti na muibaji ambaye hana power. Unaweza kuwa na talent, lakini talent alone cannot transform. I know I'm talking to somebody. Talent alone cannot transform. Kwa nini tunachezewa hizi vyombo mpaka unasikia ni kama roho anashuka? Ni kwa sababu sio tu hizi vitu zinapigwa. Kuna kitu kingine kuna kitu kingine iko hapo ndani. Wacha nikwambie, hata talanta ya uibaji, kuna mtu hamisiki key lakini anamisiki power. Can I hear an amen in the house? Bwana Yesu asifiwe. We are not called to be entertainers, we are called to be transformers. Sisi hatuhubiri tupendeze watu, tunahubiri mahubiri itabadilisha watu. Ninakuombea leo katika jina la Yesu, may you possess the power and the fire of God. As a Christian, wewe kuwa Mkristo aliye na fire, aliye na power, aliye na authority. Can I hear an amen in the house? Can I hear a better amen in the house of God? Kama umekaanisha na mtu anakaa kulala, muulize kwani madhabahu iko namna gani? Kuna madhabahu aina fulani, nitaieleza. Nataka nieleze pole kwa sababu ninataka by the time the grace of God is flowing in this place, hata wewe utaflow pamoja na mimi. Na kuna madhabahu aina mingi. Ya kwanza, mbinguni kuna madhabahu. There is an altar in heaven. Am I talking to anybody? Heaven kuna madhabahu yake. Hiyo ni moja, heavenly altar. 2, kuna madhabahu ya temple altar. 3, kuna madhabahu inaitwa personal altar. Kila mtu ana madhabahu yake. Ile Biblia inasema ya kwamba kwani hamjui miili yenu ni hekalu ya Mungu na roho wa Bwana anaishi ndani yenu. Hakuna hekalu bila madhabahu. Can I hear an amen? Can I hear better amen? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wanakuaga na personal altar. Ya 4, kuna kitu inaitwa family altar, madhabahu ya nyumbani. Ile ambaye Ayubu alikuwa anaita watoto wake kila wakati, anawakusanya, anawaombea, kwa sababu alikuwa anasema pengine wamemuasi Mungu wakafanya dhambi. Anawaombea kwa sababu katika family ya Job there was a family altar, na ni madhabahu ambayo ilikuwa inazaa watu ambao ni wazuri. Sema amen. Ya 4 ni ile inaitwa ya mahali pa kazi, mahali unafanyia kazi.
your marketplace, mahali wewe unafanyia kazi, hata hapo ni madhabahu. Na mimi husema ya kwamba usikawai ruhusu mtu yeyote kukuja kulete gossip mahali unafanyia kazi. That is a sacred place where God blesses you. Am I talking to anybody? Nionyesha na mkono kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tumesema ya kwamba madhabahu mazuri lazima ikuwe na fire, lazima ikuwe na lazima ikuwe na, sema vizuri, lazima ikuwe na fire, lazima ikuwe na power and authority. Kwa nini David anacheza kinanda mpaka mapepo ya Sauli inatoka? Ni kwa sababu it is not just skill, there was power. May God give you power today in the name of Jesus. Can I hear an amen in the house of the Lord? Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, may God give you power in your life. Na sikilizeni niwaambie ukweli, hatujaitwa kukemea mapepo zote. Hapana, sio zote tumeitwa tukemee. Zingine Biblia inasema you shall trample on snakes and scorpions. Yani zingine sio za kuzuia kwenda kwenye ulikuwa unaenda, ni unakuwa na power. Zingine unazikanyaga ukiendaga, semeni amen. Yani unakuwa na such grace and that such power, kwa sababu sasa mapepo yakikuja yakitimwaga barabarani ya kuzuie, Bwana anakupatia the power to trample on snakes and scorpions. Sikilizeni niwaambie siku ya leo, hata kama mapepo yamejipanga kupigana na wewe mwaka wa 2026, the power of God that is upon your life itafanya wewe ukanyage zote katika jina la Yesu. Can I hear an amen in the house of the Lord? Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nawaambia story ya rafiki yangu na tulikuwa na yeye jana, Reverend. Ndugu yake alikuwa na shida ya ulevi. Mnakumbuka hiyo story? I don't know whether I gave you that story. He's my friend, we work with him, he's my colleague. Ni mtu Gateri. Sasa ndugu yake alikuwa mlevi. Ile ulevi ambaye hata mkimuombea, sijui kama mshaikuwa na mtu mlevi mnaombea. Sasa ndugu yake mdogo sasa ndiye tunafanya kazi na yeye ni pastor. Lakini ndugu yake mkubwa ni mlevi. Na ni ile watu wamegawiwa mashamba na baba yao, kwa hivyo wanaishi tu area. Sasa huyu ndugu mkubwa anakuja na ulevi. Anakuja akitusi watu masaa ya usiku, saa 6, saa 7. Anakuja na fujo, anakuwa ni subufu kanisani na nyumbani. Akasubua watu na anatusi. Unajua kuna wale watu ambao matusi yao imegraduate. Bwana asifiwe. Kuna watu matusi yao huwa imegraduate. Ukiona mtu anatusiana ng'ombe haja graduate, lakini ukiona, because ng'ombe ni domestic. Ukisikia mtu anaitana wild, sasa hiyo yake imegraduate. Sasa huyu amegraduate, anatusi, anatoa mambo ambayo ni ya kutisha. Sasa ndugu yake akawa anamuombea, wanaenda mlimani, wanaomba, wanafunga, wanaamini Mungu ya kwamba Bwana atamuokoa huyu jamaa. Lakini walipoendelea kumuombea, akawa mlevi zaidi, akasubua familia. Lakini huyu ndugu ambaye alikuwa ameokoka, akawa anajua ya kwamba the altar he possesses, the altar he serves is an altar that possesses fire. It is an altar that possesses power. It is an altar that possesses authority. Akaendelea kuombea ndugu yake, akamwaminia Bwana. Siku moja ndugu yake akaja na ulevi na mapombe zake masaa ya usiku, na akaja akitusi watu. Akakuja akafungua nyumba yake, akaingia ndani. Alipoingia tu ndani namna hii, akiwa ndani, ghafla bin vu akaota, sijui kama ni kuota ama ni kuona. Akaota malaika wanaimba wimbo ile ya Gikuyu inasema, nyumba cia nduriri ciothe nikamemendwo na stone. Akawaona, na yeye kwa sababu amelelewa kanisani akatorokea katikati, anajua hiyo wimbo. Akaona kwaya ya malaika wamevaa white, wanaimba wimbo, nyumba cia nduriri ciothe nikamemendwo na higa. Malaika mmoja ambaye alikuwa anaongoza akatoka kwa laini, akakaribia huyo ndugu, akamwambia kwamba twarikia kuina rwimbo ruru utahonokete no tugukuraga. Pombe ikashuka, kichwa ikachukua laini, na huyo malaika alikuwa anaimba akiwa amemcheki namna hii, kumwambia kwamba hii wimbo ikiisha. Na wakaingia, wakati waliingia kifungo ya pili, na hiyo wimbo iko na vifungo 5. Wakati waliingia kifungo ya pili, huyo jamaa yule malaika akamtisha tena, akamwambia twarikia rwimbo ruru utahonokete, leo we are going to kill you. Pombe ikashuka, ikaisha, akaamuka bio akatoroka, akaeterokea kwa ndugu yake. Badala ya kubisha mlango, akagonga. Wakati aligonga, ndugu yake akaamuka, ni usiku wa saa 6. Ameamuka, akamuuliza no, akamwambia nie ndo hikure. Na huyu ndugu akamuuliza kareke ni nini iko, na huyu akamwambia ndo hikure yake na yenya.
akafungua mlango. Wakati alifungua mlango, huyu alibaki anafunga mlango kwa sababu alifikiria ndugu yake amefukuzwa na wakora. Kwa hivyo alibaki anafunga mlango, ndugu yake ashaingia ndani. Huyu pastor anajuaga ndugu yake ni anakuwa na shida ya mapobe. Kwa hivyo alipofunga mlango, akamkuta amepiga magoti, ameinua mikono, amemwelekea. Akamuuliza neke, akamwambia doje kiola mwika na kamuka honokia do. Na yeye akamuuliza kwani iko nini? Akamwambia doike, kwa sababu bado anasikia malaika wanaendelea na wako kifungo ya ngapi? Ya 4. Akamwambia doika eke. Na yeye huyu anamuombea akiwa absent minded kwa sababu amechanganyikiwa, kwa sababu hajui ni nini inaendelea. Akamwombea, akamwambia sema Bwana Yesu naja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Akamwombea. Alipomaliza nao wale wakawa ndio wanamaliza kifungo ya mwisho. Aliamuka akiambia ndugu yake, naona nimeagiajuraga. Na huyu anamuuliza, ni kina nani hao ambao walikuwa wanataka kukuua? Akamwambia kwamba kuna watu wamenitokea na wakaniambia nisipookoka leo wataniua. Wacha nikwambie, that brother aliaga juzi na aliaga akiwa elder. Kwa sababu gani? Tunatumikia madhabahu yaliyo na fire. Tunatumikia madhabahu yaliyo na power. Tunatumikia madhabahu yaliyo na influence. Wacha nikwambie kutoka leo katika jina la Yesu, wale wote wanajaribu kukuzima, nataka nikwambie kuna kitu hawajui, kuna kitu hawajatabua, ya kwamba madhabahu yako, it is not an empty altar. It is an altar with power. It is an altar with fire. It is an altar with authority. Can somebody say an amen? Salimia rafiki yako upande wa kulia, mwambie ni waigwa maodo wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanatucheka reverend kwa sababu hawaoni kama kwamba maombi yetu yatafanya kazi. But I have come with a prophetic voice to declare ya kwamba mambo yote yanaonekana kama ni magumu, mbele ya msalaba nataka nikwambie yatanyenyekea. Somebody shout amen. Glory be to God. Bible inasema kwamba walimsulubisha Yesu na kukawa na jemedari. Kwanza hii ya Kiswahili imewekwa hapa na brother. Inasema jemedari mmoja wa jeshi amesimama pale, ameangalia, alikuwa anafikiria kwamba Yesu msalabani ni yakuwa no horosho ni wathira. Lakini maandiko inasema ghafla bin vu, pale msalabani saa 6 mchana jua likazima. Hallelujah. Na askari yako pale, jua limezima. Akajiuliza, ni namna gani? Bible inasema tetemeko la ardhi. Haya, akifikiria ni mzaha, maandiko inasema ile the curtain of the temple ikakatika mara 2. Bible inasema kwamba watu wengine walikuwa wamekaa hapo wakajipiga kifua. Yaani kujipiga kifua ni unaona mambo unashangaa, unasema gai. Wanaondoka, wanasema kumbe huyu jamaa, this was a man of God. Listen to me ladies and gentlemen, ya kwamba kuna watu hawajatabua wewe ni nani. Kuna wakati unakuja watajipiga kifua, waseme ya kwamba na huyu dalali wa kawaida. This was a woman, this was a man of God. Can somebody shout an amen? Can I hear an amen in the house of the Lord? Madhabahu hushindana. Amen. Na sikiliza, niseme hapa pole sasa. Madhabahu yaliyo na nguvu humeza yale yasiyo na nguvu. In life, madhabahu yenye power yatameza yenye haina power. Wakati nakumbuka kuna mzee mmoja ambaye kwa hii nchi yetu ya Kenya amepima, ako na miaka kama 83 years old. Na amepima life yake, amezaliwa kwa familia mashuhuri hii Kenya, wako na pesa nyingi, wako na mambo mengi. At 83 years amepima life yake, akaona kuna kitu ambayo moja tu amekosa. Na akasema hiyo kitu imemsubua sana. Na akasema mimi ninataka power. Na akarudia akasema hatuwezi bila power. Na mimi nataka nikwambie brother, wewe hiyo miaka yako sasa imetosha. Sasa hauwezi bila power. Tell your neighbor you need power. Ukiona kama ni mtu mkutulia mwambie you need power. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Madhabahu hushindana. Tell your neighbor madhabahu hushindana. Na yaliyo na nguvu humeza yasiyo na nguvu. Sikiliza. Siku moja na kupatia tu example. Musa ametumwa na Mungu aende kwa Firaoni, akamwambia achilia watu wangu waende. Naye Firaoni analeta madharau, anamuuliza kwani huyo Mungu wako ni nani? Naye Musa akamwambia, Mungu alikuwa amemwambia amjibu na madharau. Ate tondoka yosho no. Naye Musa akamwambia anaitwa vile alivyo, etagwo uri atarie. Yani he who he is.
Unachojua kama majibu zingine iko na madharau kidogo. Todo, who are you? Anamwambia I am who I am. Kwani anamuuliza kaika Yesu wako akeka hatia. Wakati yule Musa kijiti alikuwa nacho akaangusha chini. Na kwa sababu altar ya Moses had fire. Altar ya Moses had power. Altar ya Moses ilikuwa na influence. Alipoangusha kijiti kakuwa nyoka. Wakati ilifanyika nyoka, naye Firauni madhabahu, his throne was empowered by the altar of magic. Akaita magicians wake, akawauliza, bro, mnaweza fanya kitu kama hii ambao huyu jamaa amefanya? Wakaenda wakaconsult, wakaulizana, ukiongeza yangu na yako na mimi nichanganye yangu ya Ukambani na ya Kisii na ya Meru na ya Murang'a, tukichanganya yote unaona kama inaweza produce kama hii? Wakakubaliana inaweza. Wakaagusha na kukawa pia kuna manyoka zingine. Sasa wanasalimiana, ile kugoteana, kuabiana. Musa alikuwa anafikiria yeye ako na power. Hata sisi tuko na power yetu. Kuna kitu hawakuwa wanajua, ya kwamba madhabahu hushindana, na yakishindana yenye iko na power ndio itameza ile ambayo haina power. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wanaanza kuabiana, si umeona vile Mungu wako anaweza fanya, hata sisi tunaweza fanya. Lakini Musa akawaambia, yangu sio kama yenu. Sasa wakati ule ninajaribu kufikiria vile hizo nyoka zilianza kupigana. Sasa na kwa sababu hizi zingine ziko team, zinafanya teamwork, na ile ya Musa ni moja, lakini ya Musa iko na kapawa fulani. Bible inasema ya kwamba ya Musa ikageuka hizi zingine, ghafla ikaanza kumeza, zikamezwa. Nataka kuombea leo katika jina la Yesu, ya kwamba wale wanajaribu kukumeza, ile imani ulio nayo wewe sio sample ya watu ambao humezwa, wewe ni sample ya wale humeza. Na kwa hii life either unamezwa mutiraji guado agai kwa life, either unameza joririe murata waku ni kumerio ramerio kana kumerio rameria. Listen, that is why unaweza ona watu wamefungua biashara zinafanana mahali pamoja, ya moja ina grow, ya huyo mwingine inaisha, kwa sababu there is an altar that is speaking life to that place. Praise the name of the Lord. Am I talking to anybody in the house of God? Hallelujah. Sisi hatutazuia wale wenye kuturoga, kwa sababu kwa hii life we don't control how people feel about us. Negoshokera hauma. We cannot control leverage, we cannot control how people feel about us. Some people hate us for nothing. Kuna mtu anaweza kuchukia kwa sababu wewe ni mfupi. Wengine wanakuchukia kwa sababu wewe ni mrefu. Wengine wanakuchukia kwamba wewe ni rangi black. Wengine wanakuchukia kwa sababu wewe ni light skin. Wanakuambia kwamba rangi yako haikutosha. Sasa kuna watu, people can hate you for nothing. Listen. Now for people that hate us, you can do nothing about them. Mutinaji guama. Modo komenete hata ukiji-explain. Explanation cannot change the heart. Let me tell you, kama haunipedi sita kuexplainia. I will not waste my time explaining. Na munielewe vizuri. Because hatred husubua the hater more than the hated. Lomena rothe nagia mumenani kuri mumeno. Yani wacha nikushow. If you hate me, it will trouble you more than it troubles me. Because even sometimes I don't know you hate me. In other words, I will walk before you shoulders high. Nawe wakati ninapita hiyo kitu inakunyonga. Siku yenye nitajua unanichukia, na mimi kukutesa. Maana kila wakati ninapitia mahali ulipo, hiyo kitu inakunyonga na inakuvunja. Wacha nikwambie, we cannot control what people feel about us. We must possess an altar that can speak for us. Somebody shout an amen. Aliyedia ya magodhoire mere yue modhoire. Sema kwa Kiswahili, nyinyi mnanichukia. Endeleeni. Semeni amen. Kuna watu wanachukia PCA Makadara, shauri yao. Lakini nataka nikwambie, PCA Makadara ni kanisa lililo na madhabahu ya fire, ni madhabahu yaliyo na power, ni madhabahu yaliyo na authority. Semeni amen. Hallelujah.
Hatuta control wale ambao hukuja kuweka hirizi. Waweke kitu yenye hawatafanya, watamezwa kumezwa. Ninajaribu kufikiria vile wale machawi Reverend walikuwa wanaambia manyoka zao, "Mmerume inathutha." Yani azeni ya Musa. Ninafikiria kufikiria na I'm just to imagine vile walikuwa wanawaziambia zao, attack. Hawakuwa wanajua this is not a normal nyokas. This is a nyoka with fire power. This is a nyoka with authority. Zilimezwa kumezwa. Zikamezwa, zilipoisha sasa Musa akachukua yake. Do you think alichukua na volume yenye alikuwa ameagusha? Kwani ukimeza hunoni? Mutiraji gwa dogai. Kwani ukimeza hunoni? Ni kumaanisha they designed the cross kumfanya Yesu ashindwe, lakini the cross ilileta ushindi. Wacha nikwambie, walipanga msalaba Yesu ashindwe, hawakujua hiyo msalaba itageuka kuwa madhabahu. Ilileta ushindi mkubwa. Semeni amen. Jera imoko jira ya amen. Wacha hii nikupatie hii story. Walipoona Yesu amekufa, wale wakubwa wakatumana kwa serikali, wakaomba serikali. Sasa wakasema yule mdanganyifu, sasa Yesu alikuwa anasema ya kwamba anaweza fufuka siku ya 3. Sasa tusaidieni na askari wenye wataenda kuchunga kaburi lake, ili wanafunzi wake wasikuja wamuibe waseme ya kwamba ni kufufuka. Bible inasema serikali ikawaambia, chukueni askari wenye mnataka. Kwa hivyo wakachukua askari. Bible inasema wakaweka Yesu kaburini. Walipomweka kaburini, wakawa wameweka kimawe. Na aliko ni muraigua. Wakaweka kimawe kikubwa ya kuzuia hata akifufuka mawe mutiroya. Yani wameweka mawe kubwa ili hata kama atafufuka mawe itazuia. Au Bible inasema wakaongeza simiti ile inaitwa seal, kumaanisha ya kwamba hata kama anaweza jaribu kugaragaza mawe, simiti itashikilia. Am I talking to anybody? Alafu akaweka kitu inaitwa chapa, ili kumaanisha the story of this man cannot be changed. Ogwakua aikari akwete na mokwire uri atwamuraga naguo. Kwanza they made sure the death of Jesus was complicated death. Ikane mroya. They did not just kill him. Reverend, I'm trying to imagine. Toko muraga mamuragire. They made sure ya kwamba muragiri wake nukinyokuru uli complicated. The Bible says ya kwamba walimpiga, wakampiga na huku mgongo, wakamrarua nyama. Alafu Bible inasema ya kwamba wakaenda wakamweka msalabani, wakamduga na misumari atenewe nyiterire nayo. Badala ya kujishikilia wangemwekea hado ajishikilie, lakini badala ya hado wakamduga na msumari. Na miguu badala ya kumwekea mahali ya kukanyaga wakamduga na msumari. They made sure that his death was a complicated one. Alafu finally yule askari aliyetumwa kwenda kuangalia kama Yesu amekufa, akamwenda kumwangalia na mkuki ikiwa imeangalia upande ule wa sharpness, kumuinainia na guo akamtoboa. Bible inasema upande ukamwagika damu na maji. So the death of Jesus itself, hata wale akina Petro waliangalia namna hiyo magira mkwire. Hata kama huyu jamaa alikuwa anasema ya kwamba anaweza kufufuka, waliangalia vile amekufa wakaona there is a possibility of his rising ni kama iko zero. Bible inasema mpaka wakaondoka. Lakini the time they were burying Jesus died. Nikajuga na Gikuyu. Lilia mathikire Jesu akuire na Kariukia. Yani Yesu hakukufa ujiga, alikufa amebeba kafufui, yani ile kitu ufufua mtu. Sijui kama unajua kuna kitu inaitwa jumper. Kuna kama mashini kananunuliwa siku hizi kanaitwa ka jumper. Jumper ni kumaanisha battery ikikufa ya gari. Ndio hiyo. Jumper starter. Orio murege takulingana kula mathomeire. Sasa hiyo jump starter hiyo. Sasa ikikufa wewe uko na jumper. Yesu alikufa na kajampa. Na kajampa kake kalikuwa na timer. Timer ilikuwa inasema siku 3 ikifika itajigurumisha. Let me tell you today in the name of Jesus. Sisi ambayo we belong to an altar of fire. Totigakwa tutari na Kariukia. Geithia murata waku mwire ndi nako.
na wona atarakugeithio menye ndari geithia muna tocio ngimwire ndinako. Wangapi wako nayo? Kulingana na size ya mkono inakwambia enako kadari. Wangapi wako nayo? Ukiona mtu nusu mlingoti ujue kwamba Bwana Yesu asifiwe. Na yake ilikuwa na timer. That is why I want to tell you today in Jesus name. Hata wale wako na matatizo reverend, matatizo yao iko na timer. Geithia mundu mwire yakwa ina timer. Hakuna mtu atakuliwa na shida milele. Yako iko na timer. Ni kumaanisha mnicheke saa hii, lakini kichoko yenu iko na timer. Wale wanaotudharau endeleeni, lakini madharau yenu saidia rafiki yako mwambie timer. Hata kama ninalala njaa, kulala njaa iko na timer. Ni kumaanisha it shall not be forever. Hallelujah. Bible inasema pale ije kukawekwa maaskari heavily armed ready to attack. Wako na all, unajua ile anti-riot gear. Askari wako ready to attack, kuzuia jamaa aliyekufa. Hawakujua he belongs to an altar of God, an altar that possesses fire and power. Bible inasema wakati timer iligonga, bado wakiwa ready to attack, malaika wa Bwana akashuka kutoka mbinguni, akaja akatikisa hiyo area. Bible inasema, sikiliza nikwambie, wakati alianza kutikisa, ya kwanza kuondoka ni muhora, simiti ikaanza kucrack. Medhezia mambo yenye imekukwamilia ianze kucrack. I say may it begin to crack. Even sickness yenye inakusubua, may it begin to crack. Am I talking to the right people? Mutiraigua joera guoko jera amen. Itaanza kufanya nini? Kucrack. Ilianza kucrack. Malaika akaendelea kutikisa mpaka akavingirisha mawe. Hallelujah. Bible inasema ile mtikiso ilitikisa hiyo area, askari waligogwa. Sijui kama ni butwa. Nimesikia siku hizi kuna kitu inayogonga watu inaitwa butwa. Lakini yenye iliwagonga hii iliwaangusha chini wakiwa bado na bunduki zao ama sword chenye walikuwa wameshika. Wakawa, Bible inasema they were paralyzed. Wanaona vile kunaendelea lakini they can do nothing. Listen to me. Hata wale ambao as long as we belong to an altar with fire and power, wataona lakini hakuna kitu watafanya. Listen to me church. Wataona lakini hakuna kitu. Wale wanatisha sisi ya kwamba watatushambulia, hakuna kitu watafanya. Mimi najaribu kuimagine yule ambao ananagia terere goge domogothe, yani, lakini anajaribu kutaka, anataka lakini mkono, si ndio? Wanajaribu kuulizana, ulea si ushambulie. Malaika kwanza alihakikisha amebigirisha mawe na akaikalia. Aliikalia kwa nini? Kumaanisha ya kwamba mashaitani za kwenu zisijaribu kugaragaza, warudishe. Listen, ni kumaanisha ya kwamba chenye Bwana ataondoa na hii Pasaka, nataka nikwambie haitawahi rudi tena na haitawahi subua watoto wako. Shida yenye Bwana atatuondolea ataiondoa milele. I don't know whether I'm speaking to the right people. Bwana Yesu asifiwe. Haitawahi rudi milele. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akatoka na akaenda wakiwa wanaangalia. The first witnesses of his resurrection were the people sent to guard, kuhakikisha hata toka. I belong to an altar of fire. Can I hear an amen in the house of God? Today I pray ya kwamba msalaba wa Yesu itakupigania. Semeni amen. Hallelujah. Narudia tena, msalaba wa Yesu itakupigania. Sema itanipigania. Sema tena itanipigania. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. So an altar must possess fire. It must possess power and authority. Let me just give a bit of an explanation, kwa sababu sitaki nikuache nyuma. An altar kwa Safaricom, let me give an example with what you can understand. Safaricom inakuwaga na booster. Kuna simu sio? Yako iko na network, hebu angalia. Iko na network.
Imetoa wapi? Imetoa wapi? Kila simu inakuwaga na kaerio, inakuwaga na receiver. Hakaonekani lakini kako ndani. Za zamani zilikuwa na kanya kanaonekana. Watu wa Motorola ya zamani, watu wa Siemens. Simu ukiona mundu utaramenya uguo ni waira. Watu wa Siemens ara kale. Unakumbuka kale kalikuwa kana kalikuwa na kaerio na Motorola. Ilikuwa na kaerio hivi. Andu Ngai mwathani agocwo. Ukiona andu atu Motorola Ngai amurathime. Ninajua Mungu aliwasaidia. Sasa za siku hizi wako bado na hiyo kaerio lakini iko ndani. Iko ndani. So iko na receiver hata ya leo yako iko nayo. Lakini inatoaga ina receive from where? Ina receive from a booster. Sasa booster lazima ikuwe active ili itupie simu yako network. Nayo booster inatoaga wapi? Kwa hii Kenya kuna mahali ambapo hatujui, mimi sijui, lakini ninajua kwamba Safaricom wako na mahali wanatengenezaga network. Kwa hivyo kuna mahali inatengenezeagwa. Alafu nayo ikitengenezwa inatupwa kwa booster. Nayo booster inatumia simu. Kwa hivyo lazima kuwe na flow. Kwa hivyo kutoka kwa source, kwa booster, alafu inakuja kwa simu. Kwa hivyo kama kuna break mahali, wewe utakuta yako haishiki. Na kama ninaweza kuwa ile ya source iko sawa na booster iko sawa, lakini yako wona mundu taroya kindu umenye ti Ngai ti kanitha niwe. Bwana asifiwe. Aria mataroya kindu Ngai agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Heaven there is an altar active with fire, with power, with authority. Na inatupa hiyo network, hiyo power, hiyo fire inatupwa kwa kanisa. Na hiyo kanisa inatupa kwako. Na ni kuri andu kanitha-ini matikoragwo na kindu ka erio ka roho. Na wale hawana erio ya roho, they blame the church and the leaders. From today ira murata waku thina ti kanitha. Thina ni tukamwira niwe tondu ahota gukwambiriria kuma hau. Sometimes the problem is not the church. Sometimes mutungatiri will plan with the elders mambo yote ya kusaidia roho yako iamuke. No thina waku ni ate your area. Sasa kuna kitu inaitwa personal altar yako binafsi. Yako binafsi. Kama yako binafsi iko na kasoro, shida ni wewe sio pastor. Shida ni wewe sio elder wako. Shida sio deacon ni wewe. Na kama yako ni baya, ni baya. Na kuombea leo kwa jina la Yesu ya kwamba katika hii mkutano yako itakuwa na fire tena kwa jina la Yesu. Am I talking to anybody in the house of God? Bwana asifiwe. Siku moja Reverend nilishikwa zamani kidogo siona hiyo story siku hizi. Kulikuwa na kitu inaitwa msako. Sijui kama siku hizi iko. Nilikuwa naishi huko kunaitwa Moshadha Banana. So nimetoka job Nairobi, nimefika masaa ya 3. I was a bachelor then. Sikuwa napika kwa sababu mwizi alikuwa ameiba sufuria zangu na akaiva stove. So niliamua sitawahi nunua. So nilikuwa nakula hoteli. So nimetoka job, nimeenda kwa hoteli, nimekula, lakini nikirudi nyumbani nikakuta mahali kuna mavioski na kuna giza, askari wakatokea ghafla wakakuja wakanikamata, wakanishika. So nikaambiwa kwamba wewe umeshikwa saa mbaya. So walipokuwa askari mwenye alikuwa amenishika akaenda kuniingiza sasa mahali alikuwa ananiweka kwa giza, mahali sikuwa naona. Nikakuta wanaume wengi wameshikwa. Nilipoenda kuketi nilisikumwa na mtu akaniambia ndukajikarire ninyitirwo. Hadi hata mimi nishashikwa kwa hiyo usinikalie. Nikamuuliza haya, kamurege hata yako. Nikaona ni mabeste watu wengi wameshikwa hapo. So lakini askari mwenye alinileta aliniuliza, "Na kwani umeokoka?" Nikamwambia, nimeokoka." Akaniuliza, "Ulikuwa unatoka wapi?" Nikamwambia, "Nilikuwa natoka job, nilikuwa naenda home." Akanishika akanitoa kwa giza, akanipeleka. Akaniambia, "Uko na kitu ya kunipea?" Nikamwambia, "Nimekula." Dare ya ili kila iji yako negela. Akaenda akanipeleka, akaniambia, "Enda nyumbani, Bwana akubariki." Sasa sikiliza, sijui ni nini aliona, lakini ndani kuna altar iko na fire, iko na power, iko na authority.
I pray in the mighty name of Jesus ya kwamba Bwana atakutetea. Narudia tena, Bwana atakutetea. Atatetea watoto wako, atatetea mume wako, atatetea kazi yako, maana ndani yako kuna kitu hata kama haionekani na macho. Nataka nikuambie iko. Saidia rafiki yako, mwambie iko. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wako nayo? Naona pale nyuma hakuna, lakini Bwana atawasaidia. Murenyitwa muno, muko nyitwa muno. Kama mrata wako otari ni ukunyitwa. Bwana Yesu asifiwe. Am I talking to anybody in the house? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hiyo inaonekana? Because there is some fire in your altar. Glory be to God. Semeni amen. Hallelujah. Sikiliza nikwambie ili tumalizie tu kwa maombi. Because today God has given me grace. I'll be making a prayer together with you here. Are you ready for this? Sasa madhabahu hushindana. Tulikubaliana hiyo? Madhabahu hushindana. In the book of Numbers chapter 24, Bible inaongea kuhusu mfalme mmoja ambaye alichukia sana wana wa Israeli walipokuwa wanapita. Anaitwa Balak, mfalme wa Moab. Alienda akatafuta nabii anaitwa Balaam. Akamwambia, bro, nataka hawa watu kwanza ukuje, kwa sababu wewe una kipawa ya kulaani. Ukuje unisaidie unilaanie hawa watu, kwa sababu nimejipanga kuwashambulia na siwezi washambulia kabla walaaniwe. Kwa hivyo akaulizwa, sasa tutafanya namna gani? Akaambiwa, tengeneza madhabahu 7. Kila madhabahu utaweka ng'ombe na utaweka kondoo. Alafu ujitayarishe na ulipe pesa. Akalipa pesa. Akatengeneza madhabahu gapi? 7. Akaambiwa, get yourself ready, na mimi nitaenda nitawalaani. Kwa sababu listen to me, people that are blessed cannot be attacked until they are cursed. You cannot attack somebody without first of all cursing them. Alipoenda, kwa sababu madhabahu ya wana wa Israeli sio madhabahu madogo, ni madhabahu ya fire, ni madhabahu ya power. Alipoenda kuangalia mahali alikuwa ametengenezewa madhabahu kwa mlima, akawaangalia wakipita. Bible inasema alipoenda kufungua mdomo wake awalaani, Bible inasema Mungu akapindua ulimi wake. Akasema, nani anaweza kuwalaani wale Mungu amewabariki? Nataka nikuambie leo katika jina la Yesu, wakutaka kutulaani ni wengi, lakini kulaanika tutalaanika. Somebody shout an amen in the house of God. Am I having anybody in the house? Narudia mara tena, wenye kutaka kutulaani watatulaani, lakini kulaanika, because God has blessed us and they can do nothing about it. Kutherema tutatherema, they like it or not. Kusonga mbele tutasonga, mapende wasipende. Najua they will not like it, but they will have to put up with it. Soya hiyo sauti. Saidia rafiki yako, mwambie, soya hii baraka. Soya baraka ya Makadara. Soya baraka ya kwangu nyumbani. Soya baraka gani? Bwana asifiwe. Unataka wazoe gani? Bwana Yesu asifiwe. Watazoea kwa sababu they can do nothing about the blessing that the Lord has put upon you and your children. In the name of Jesus. Are you ready for the blessing of the Lord? Today kuna mambo naomba Bwana ya kwamba ayatoe kwa laini yetu. Mambo mengine yako na they have more ability than us. Hatuna nguvu kuyashinda, lakini Bwana hatayakubali. Hatayakubali. Ya mwisho nataka kupeana hii example. Kuna mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Jeroboam. Bible inasema, let me give you that scripture iwekwe pale. Jeroboam sio kuhani, lakini ameenda anataka kulaani kwa madhabahu, na yeye sio kuhani. Bible inasema that God sent a man from Judah, akaja akaweza kumwambia mtu ambaye alikuwa anaitwa Jeroboam, hiyo madhabahu ambayo umesimama kwake sio madhabahu yako. That is the book of 1 Kings 13 verse 1, my friend. Tuwekewe hiyo tu malizie nayo. 1 Kings 13 verse 1. The Bible says, the Lord's command a prophet
from Judah went to Bethel and arrived there as Jeroboam stood at the altar to offer sacrifice. Please read together with me because there is power in reading the word of God. Soma pamoja nami, go ahead. A man from to Bethel as Jeroboam was standing by the altar to make an offering. Listen. By the word of the Lord, he cried out against the altar. Altar. This is what the Lord says. A son named Josiah will be born of the house of David. On you will sacrifice priests of the high places to make offerings there. And human bones will be burnt on you. Go 3. That same day, the man of God gave a sign. This is the sign that the Lord has declared. The altar will be split apart and the ashes will be poured out. When King Jeroboam heard, now mark this, read it together, 1 to go. When King Jeroboam heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hand from the altar and said, seize him. But the hand he stretched out towards the man shriveled up so that he could not pull it back. Listen to me. Mtu aliye na madhabahu ya nguvu unaweza atakiwa. Huyu ni mtu ambaye anaitwa Jeroboam. Tangu siku za Samuel ni yeye alikuwa wa mwisho kuwa na ofisi 3. Ya kiongozi, ya kuhani na ya nabii. Lakini wakati wana wa Israeli waliitisha mfalme, ofisi ya ufalme ikatolewa ikatenganishwa na ofisi ya priesthood na prophecy. Kwa hivyo ikaachiwa Samueli. Kwa hivyo mfalme hangetoa dhabihu. Dhabihu ilikuwa inatolewa na kuhani. Lakini Jeroboam mfalme wa Israel amekuja anataka mwenyewe kufanya dhabihu. Akakutwa na mtu wa Mungu akamwambia, my brother, that is not your work. Na yeye kwa sababu alikuwa mfalme, ako na ability, ako na power, ako na vitu mingi, Bible inasema akanyosha mkono akaambia askari wake, kamata. Kuna Bible inasemaga arrest. Kamata yeye. Bible inasema wakati alinyosha mkono, kamata yeye. Bible inasema mkono yake ikaganda. Haishuki, haipandi, haiendi upande na hairudi nyuma. Imeganda. Ukisoma hiyo verse nyingine inasema wakati alijaribu kurudisha mkono na haitoki, haisongi, akaomba kwa mtumishi wa Mungu kwa sababu this is a man with fire and power. Akamwambia, bro, nduhoe uoko kuria gushoke. Na mtu wa Mungu alikuwa mzuri. Imagine alimuombea kama ni mimi. Bwana asifiwe. Kama ni mimi ningegoja akae nayo wiki ngapi? Ajue we belong to an altar of fire, an altar with power, an altar with authority. Amen. Madhabahu iliyo na fire na power, huwa it can fight back. Listen to me. Mimi ningemruhusu aende hivyo. Igamure kile wiki taishi abe orura ngeoguo. Anaenda kulala. Anaenda kuhubiri. Anaenda mkutano, watu wanamuuliza niki orotete kamera he handu ndirageririe kuorota ndungata ndiramenyaga ina fire na power na authority. Riu nikio murona hanite oguo. Riu nie ndingiamure kire amba ikaikare. Listen to me, church, and I want to end by telling you this. Najua kuna watu wanaowataka watoto wenu lakini madhabahu inakataa. Najua kwamba kuna watu wanashambulia biashara zetu lakini madhabahu inakataa. Ninajua kwamba kuna watu wanataka our destiny lakini madhabahu inakataa. Nataka kutangaza siku ya leo katika jina la Yesu ya kwamba madhabahu ya Bwana ianze kukutetea. Narudia mara tena, madhabahu ya Bwana ianze kukutetea, ianze kukupigania. Najua kuna watu wanataka watoto wenu lakini madhabahu inakataa. Nataka kukuambia leo kule maundu kigongona kia Ngai ni kiarega, ona mutharaba ni warega, ona mirimu emwe ni yaregwo. Nataka nitangazia hapa siku ya leo tunapomalizia ya kwamba kuna mambo Yesu anasema hapana, hata kama yamepitishwa mahali fulani, Bwana anasema hapana. Tunakataa leo katika jina la Yesu. Semeni amen. Can I hear an amen in the house of God? Hallelujah. Sasa sikiliza. The deliverance of the Lord is quicker than lightning. Kuhonokio kwa Ngai ni kuhio kuri roheni. Mungu akitaka kukuokoa itakuwa zaidi ya umeme.
That is how we escaped death last week on Monday. Hatujui ni nini ilituambia tutoke kwa gari. Tulisimamisha tu hivyo, mimi na my brother na my sister, tukasimamisha tu gari namna hiyo, na ni mimi nilikuwa naendesha. Imagine dakika moja tukatoka, imagine sisi zote. Tulipotoka tu namna hiyo. Hallelujah. Kuhonoka niyo kwa, because there is an altar of God that is speaking over your life. Are you ready for this? Leo nikikuja Reverend, nataka niombe kwa sababu ya watu ambao you have a sickness lakini madhabahu inakataa. Msalaba wa Yesu unakataa. Why did Jesus alipigwa msalabani kwa nini? Bible inasema by his stripes we are healed. 3 weeks ago in our own church I was preaching. The Lord told me kwamba tukaanza kuomba, and the Lord spoke to me about a woman who had a blood matter, an issue of blood. Watu wengi wakakuja and we began to pray. Wakati tulipomaliza kuomba, there was a woman tulikuwa naye kanisani. Alikuwa amekuwa diagnosed na cervical issues. Na she had a problem of flow. Alipokuja, I didn't want to identify her hivi kwa sababu of that issue. Sikutaka. Lakini tulipomaliza ibada Monday, akanipigia simu akaniambia, hakuwa mshirika, kwa hiyo alikuwa amekuja pamoja na wengine. Akaniambia, mimi ni mmoja wale walikuja kanisani. Nikikuja kanisani I had an issue na imekuwa ikinisubua, lakini wakati nilitoka kanisani na hiyo story ikadry, haija flow tena up to now. Nikamwambia, wakati madhabahu imekataa. Hata kama ni nani anapinga, nataka nikwambie kirego ni Ngai ni kirege. Na mimi nataka niseme leo katika jina la Yesu. Bible inasema tumewapatia ufunguo. Kile mtafuga hii dunia, hata mbinguni kinafungwa. I want to declare today in the name of Jesus, watoto wetu hawatakuwa walevi. Na biashara zetu hazitakufa ovyo ovyo. Hautaenda safari ukose kurudi. Nataka nikutangazia leo kwa jina la Yesu ya kwamba Yesu alipofufuka alisema yamekwisha. Nami nataka niseme leo kwa jina la Yesu yamekwisha. Hata kama yamepitishwa from darkness and from hell, we want to declare yamekwisha. Saidia rafiki yako, mwambie yamekwisha. Jina la Bwana lisifiwe. Are you ready for us to make a prayer? No, you are not. Are you ready for us to make a prayer? Let me tell you today, you may have no power, but you serve the cross that carries the power of God. Tumeibiwa na brother wimbo wa Kikuyu hiyo yenye umemalizia nayo. Oko inagatea? Niki kege? Niki lito? Weka mic. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho ũtanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Are you a believer? Yes. You're a believer? How many believers do we have? Najua kuna watu wenye wanabilivigi bili. Ngai wa Kirinyaga na tuko na wao ni watu wa Bali na watu wa Israeli, wa Mungu wa Israeli. Ni kule ndo mataganĩirie maikaire ũguo. Tũrĩ nao ona nĩ aingĩ. Ndagĩka na nuthu ni acomoraga guoko kũgũrũ kwa Jesu agaikara gũkũ. Nao karita rĩngĩ agacomora gũkũ agacoka kũrĩa kwa Jesu. No ndĩroria nĩ aigana believers metĩkĩtie Jesu. If you are a believer, say amen. Jesu nĩ anyihĩtie hinya. Ndĩroria Ngai nĩ anyihĩtie hinya. Nĩ ahonanagia. Nĩ ekaga. I dare to believe. I will dare to believe. Today I will dare to believe. I will dare to believe. We belonged to a church wakati huo nilikuwa naishi Banana Reverend. Na kanisa letu lilikuwa limekoboa uwanja. Mwenye alikuwa amekodisha uwanja church alikuwa mshirika. Lakini kwa jambo moja ala lingine akabackslide, akaenda akakunywa pombe. Akabackslide. Wakati ali backslide, shaitani ikamuingia.
akakuja akaambia kanisa ameipatia 3 months ihame. Na sasa ameikiwa na ile shaitani yenye inafanyaga mtu achukue paga, atoe paga. Akatoa notice. Sasa ikawa tulikuwa tumefanya harambee ya kununua uwanja, lakini hakuna mtu alikuwa anataka kuuzia kanisa uwanja kwa sababu walikuwa wanasema mkilete kanisa hapa itakuwa na kelele. Kwa hivyo hawakuwa wanataka church. So watu wote wamekataa kuuzia church, lakini altar ya maombi of fire and power, it is working. Siku moja kuna mama fulani ambaye msichana wa msichana wake etakuwa ati akashosho. Kukawa kama kashosho kanahitaji kwenda USA, kamepata mpango wa kwenda USA. Na wakaambiwa haraka kafanyiwe haraka kaenda USA. Sasa wakati msichana alikuwa anapangiwa kwenda USA, kukawa na shida ya pesa ya haraka. Kwa hivyo shosh akaamua kipande kimoja cha uwanja atakata auze haraka ili msichana haraka aende US, atanunulia shosh shaba akinipata pesa. Ayu unaoya. Sasa wakati huyo mama alianza kuuliza, "Noe na pesa ready? Nani yako na pesa ready?" Ikawa ni kanisa iko na pesa ready. So pastor akapigiwa akaambiwa sasa enda ununue uwanja. Wakati uwanja ilinunuliwa na mambo yote ikapita, wakati mambo yote iliisha, stories za msichana kwenda Amerika zikakuwa na hitirafu. Kwa sababu emergency haikuwa ya msichana kwenda US. Emergency ilikuwa ya kanisa kuhama. Nataka nikwambie leo kwa jina la Yesu, nitukoya ona kuria gutari na njira, nitugwitikia Ngai ona kuria gutari na uria kuri. We will dare to believe in God. We know the altar of heaven and the cross of Jesus Christ is a cross of power. It is a cross with fire. It is a cross with authority. Somebody shout amen. Mwadhani ya roho shuo. Sasa msichana hakuenda US. Church ilihama na ikapata uwanja yake. Ila murata waku harakati maundu macio andu menamo, haraka niwe Ngai arenda kurathima. Na let me tell you today, mambo yenye tutaomba pamoja na wewe hapa, Mungu atajipanga na Ngai niwe gwipanga. Ngai niwe gwipanga. Now recently one of our churches did not have a uwanja. Hatukuwa na uwanja. So tulikuwa tunasomea mahali. Siku moja masaa ya saa 1 ya usiku kukaja mzee mmoja kutoka hapa Nairobi akanipigia simu akiwa na mke wake. Akanipigia akaniambia sasa tukutane mahali fulani. Tukaenda mahali kulikuwa na petrol station na kuna kahoteli. Tulipokuwa pale ndani wakanisalimia tukaongea akaniuliza mko na kanisa mahali fulani? Nikamwambia ndio. Iko na uwanja? Ndio. Kuna kanisa mahali fulani? Iko na uwanja? Ndio. So akaniuliza mahali mingi, nikamwambia ndio. Akaniuliza finally mko na kanisa mahali fulani? Sasa mahali tulikuwa na kanisa ambayo haina uwanja. Nikamwambia ndio. Iko na uwanja? Nikamwambia hatuna uwanja. Akaniambia basi Mungu amenizungumzia mimi na mke wangu tukupatie hiyo uwanja na ibadilishwe ikuwe ya kanisa, mjenge kanisa yenu. Mahali tulikuwa na kanisa yenye haina uwanja, hapo ndipo kulikuwa na mtu alizungumziwa na Mungu hapa Nairobi akuje atupatie uwanja tujenge kanisa. Sikiliza vile kulienda. Mwenye alikuwa na uwanja, mwenye alitupatia uwanja, sio mwenye alikuwa original owner. Original owner ni saburi baya, haiwezi pea kanisa uwanja. Naye Mungu ni nani? Akakuja akafinya saburi baya, akawa na shida na hitaji ya kuuza. Akauzia mtu saburi mzuri. Ni mroya kana adigana na inyo. Akauzia mtu saburi mzuri. Wakati mtu saburi mzuri alinunua, Mungu akamzungumzia akamwambia hiyo uwanja umenunua ni ya church. Let me tell you today, tutaomba Bwana atajipanga. Tutaamini Mungu atajisort. Let me tell you today in the name of Jesus, hata kama hauna pesa utaamini. Hata kama hauna connection utaamini. Hata kama hauna njia utaamini bado. Hata kama haupendeki, nataka nikwambie no tugwitikia. Tutaamini hata kama haupendi. Ngainie gubanga uria ukwendwo. Na listen to me ladies and gentlemen, usikawai ambiwa na mtu huwezi olewa kwa sababu uko na miaka nyingi. Timi yake hikaga ni mundu. Na usikawai ambiwa na mtu huwezi olewa kwa sababu uko na mtoto. Sio watoto wanaolewa, ni wewe unaolewa. Na nena kibali juu yako katika jina la Yesu, na nguvu za msalaba zianze kukutetea. Somebody shout an amen. Na usiambiwe na mtu ya kwamba umezeeka. Haujazeeka kwa baraka za Bwana. This is the day that the Lord has made. Shall believe in God. Saidia rafiki yako mwambie Ngai niwe gwibanga. Mimi sijui yenye atapita,
sijui vile atafanya, lakini nitakuwa mmoja wa wale waliamini leo. Najua watu wengine sometime ago, miaka mingi mithiru, ta miaka 10 mithiru, hiyo story nilipatiwa juzi kama miezi 4 imeisha. Kuna mama ambaye tulikuja kuombea hapa, alikuwa na shida ya uvimbe fulani, ilikuwa imevimba hapa, kiuvimbe kubwa. Rafiki yake ndiye aliniita akaniambia, mrata wako harwarite, kitu kilikuwa kimefura hapa hivi. So ni ile kuomba mpaka hata wewe ona muhoi, ni mnanyita muhoi, hata mimi muombi ninaona lakini I still believed God. Baba, kwa jina la Yesu, dawa ila Kenya mugeke Baba, in Jesus mighty name. Ni Kenya mugeke, unajua kimefura hapa hivi karibu na sikio hapa. Bwana asifiwe. Hiyo story hatukuwa pewa jibu, tulipewa hiyo jibu about 4 months ago. Tukiwa mahali kwa mkutano, mtu alituona, ni wewe. Ni guy. Sasa hivi ndivyo ilifanyika. Usiku huo tulipoomba, hiyo kitu ilitoboka, ikalipuka, ikamwaga. Aliamuka asubuhi akakuta imemwaga hiyo uchafu yote, imemwaga hiyo kitu yote. Akaamuka, alifikiria ni complication, imecomplicate, aliobewa ikacomplicate kwa sababu imekata, imetoboa, lakini wakati hiyo kitu ilienda, alipeleka hospitali akatibiwe, ilitolewa yote hiyo kitu, ikatolewa yote. Sasa ikabaki kibag hiyo kimfuko. Wakati hiyo kimfuko ilibaki, finally ilianza kudry, ikabaki kwa juu, ilienda ikakatwa, ikatolewa. Hiyo story ikaisha, because the cross has never lost its power. Somebody shout amen. Tena guoko jira ya amen. Finally we went to Uganda to preach in Tororo. The church I was sent to go and preach, kuna kijana moja alikuja akaniambia, mchungaji, na unajua ile kuhubiri kwa sababu hauna practicability, daujetie na hinya gaya anaweza. Kukakuja kijana akaja akaniambia, my mama has been sick, ninataka tafadhali uende tukamuombe madhe. Nikamwambia, let's go with a lot of fire. Dena mwaki muno tothie tukahoe. Atakanipeleka Tororo General Hospital. Nilipofika kwa hospitali, kijana hakuwa amenibrief ugonjwa ya madhe. So tulipofika kwa hospitali, nilipofika kwa ward, nilikuta ni wale wagonjwa wa HIV wako stage ya mwisho. Hapo ndipo wamewekwa. Wacha nikwambie wapendwa, dainaineire hado hau nitetemekea, kwa sababu sasa nilikuwa najiambia na moyo, HIV ya Uganda na ya Kenya sio same. Sasa nikiwa nimeenda nimepata ya Uganda, nitaishi aje nayo Kenya? Sasa nikajaribu, na sasa masikio yake ilikuwa inatoa uzaa, some things haikuwa mzuri. So mimi nikasimama pale, kijana ameenda straight kwa mahali mama yake amekaa. Akaja akaambia mama yake, nimekuletea, I have brought you a man of God from Kenya. He's going to pray for you. Niguarera nyina. Nani man of God from Kenya le, de hari ya murago nyina ile hau. Sasa ninatetemekea pale, man of God from Kenya, kwa sababu ninashindwa. Sasa hii si afadhali niombe homa, kwa sababu homono yarega kuhona ale ndiuragaga mundu, lakini hii lazima kama utaomba iamini Mungu afanye. So nimetetemekea pale. Wakati wananiangalia wanaona ninatetemeka, walikuwa nafikiria the anointing inanitetemesha, na mimi natetemeshwa na uoga. Sasa mama akaulizwa, unaamini? Akasema ndio. Nikaenda pale kwa roho, ninajiambia ndio ndigukwira kwenda nie, lakini nikiwa nimesimama mahali pale, roho wa Bwana akaniambia kuhusu yule mama ambaye alikuwa na shida ya kutokwa na damu. Hagemfanya Yesu kuwa unclean, Yesu ndiye alimcleanse. Mungu akaniambia muombe. Nikiwa nimesimama pale kumuombea, nikasikia nikipima imani yangu, nikaona haitoshi, haina kilo. So nilimuuliza, wewe mama unaamini? Do you believe if I pray for you? Unajua shida iko na mimi. Shida ilikuwa na mimi. So wewe unaamini mimi nikikuombea utapona? Akaniambia I believe. Nikamwambia kulingana na imani yako pona kwa jina la Yesu. Nikawa ninatoka. Nilipoenda kutoka, neighbor yake akejera hata mimi niombe. Nikamuuliza, na wewe unaamini ni mimi nikikuombea utapona? Akasema ndio. Nikamwombea. Nilipoenda kutoka, wale wengine wote kwa ward wakaniambia tuombe.
Ugenikuta hapo nikiwaombea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sikupata habari ya wale wengine. It is many years ago, about 10 years ago, over 10 years ago. But later when we went back to that place, tulikuta huyo mama kanisani. Alipata kilo, amerudi sawa. The cross has never lost its power. Somebody shout amen. And today Jesus is not in the grave. He is alive. He is alive with fire. He is alive with power. He is alive with authority. Today, hata kama hauna pesa, bado amini. Hata kama hakuna mtu unajua, bado amini. Hata kama hakuna kuna giza, bado amini. Hata kama umepewa ripoti baya, bado amini. Be one of those people that are going to believe in God in the name of Jesus. My brother, mimi unajua nimekupenda free. Vile wengine wanakuchukia free. Nimekupenda free. Praise and worship. Please help us. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Nasikia kuitwa na sauti yake, anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na mwovu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikurejeshe, nikurejeshe. Anasema njoo kwangu nikurejeshe, nikekerito ekoremaga mwathi wakwa ndoremagwo ngidanĩrĩra ngĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ũtanagĩra Beni-Hadadi nĩanĩrĩire marananama Samaria. Nake Ahabu nĩetereire Imanueli ũmũrũĩre. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai waraganu. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai waraganu. Nĩkĩo gĩkũremaga, we mwathi wakwa tũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ anĩho ũtanagĩra. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Father God, in the name of Jesus, niki kikuremaga mwathani twakwire no kiriuka tugage tu celebratage Easter. Wakwire ni tondu wa hinya wa Ngai. Today kuna watu Bwana wameteswa na shetani na magonjwa, wengine kuna maroho inawasubua, wengine Baba wako karibu kumezwa,
lakini leo Baba umekuja kubadilisha hali hiyo. This is the day. This is the day. This is the day. Watoto wetu hawataingia kwa pombe. Tunawanasua kwa shaitani ya pombe. Tunawategua kwa mtego wa pombe. Wanaume wetu tunawategua kwa shetani ya pombe. Tunawatoa kwa giza leo kwa jina la Yesu. Tunatangaza wake wetu, Baba wetu wa mbinguni, bahari shetani anawataka leo tunawanasua Baba kwa jina la Yesu. Wengine wana struggle na biashara, mighty God, in the name of Jesus. Softly. Father in heaven, in the name of Jesus. God, kuna watu ambao wametupiwa maradhi na magonjwa. Leo we cancel it with the power of the cross. In the name of Jesus. Hii dunia Baba ulituma solution. Ulisema kama vile nyoka aliinuliwa jangwani, hivyo ndivyo mwana wa Mungu lazima ainuliwe. Wale waliolumwa na nyoka wakiangalia msalaba wanapona. Baba, katika jina la Yesu, hawa wanaume hawatarudi nyumbani na shida, hawatarudi nyumbani na matatizo na machozi. We cancel the plans of the enemy. We bring down every force of the enemy. We cancel every power of the devil. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Holy Spirit of God. Nataka tukiomba hapa, tutaomba pamoja na mtu amefanya an application. I can hear that in the spirit. Pengine kuna mahali umeapply, either ni loan, either ni kazi unataka promotion, ama umeapply a scholarship. Kuna kitu umeapply. You are praying to God. Hujulikani vizuri, ni kazi unatamani, unataka kuajiriwa na county government, unataka kuajiriwa mahali, kuna application umefanya, either ni a loan ama ni application fulani. There is an application that you have made. I want to pray together with you, because hata kama haujulikani, nataka nikuambie nguvu za msalaba zinafanya kazi siku ya leo katika jina la Yesu. Nataka pia tuombe na mtu ambaye unataka kusimama kwa ajili ya watoto wako. Unasema nilizaa watoto lakini shetani anataka kuninyang'anya. Usimame useme msalaba nitetee mahali siwezi okea katika jina la Yesu. And I believe that today kuna watu ambao they want to dare to believe God. Unataka kumwamini Bwana katika jina la Yesu Kristo. Finally kuna mtu ambaye uko mahali hapa umetosheka na mahali umekaa. You know you are very uncomfortable with the place and the circumstance you are in, and you are telling the Lord, I want to change my story. I want to change my situation. Wacha nikwambie, the power to change shall come from the cross in the name of Jesus. Nataka kama unasikia kwa moyo wako, you want to dare to believe. Not everybody, lakini wale wanasikia kimoyoni mwao, negwetekia gayo mothe 2026 haiwezi isha vile iliweza kuanzia. Kuja hapa mbele tuombe pamoja na wewe, na tuharakishe leo katika jina la Yesu. Itana kwako nichoiwena utahirele nikene kenito yukora mara wazi wakwa nidanera Nataka pia niombe pamoja na mtu ambaye ako hapa kanisani, lakini uko na a relative ambaye ni mgonjwa na ako hospitalini. Tafadhali join the rest of us for this prayer, because there is power to heal katika msalaba wa Yesu. Uko na mtu wenu wa relative
unataka kumwaminia Bwana, ni mgonjwa, not everybody for that, lakini una mtu mmoja wa kwenu ni mgonjwa, utataka kumchukulia hatua ya imani, tuamini Bwana atawaponya katika jina la Yesu. Pia kuna kesi ninasikia moyoni mwangu iko mahakamani. Nataka tuombe Bwana pamoja na wewe. Somebody has a case in court. Please usipitwe na wakati na nafasi, na ni haku mwekene wa heano hede ya fadhaka ituanire yaku. You can believe, unaweza amua negwetekia Ngai, na pia unaweza amua digane na Ngai. Mahatua ni yako. Ninakuitia mambo mazuri, uchukue hatua yako ya imani, mwambie Bwana katika jina la Yesu, nikugwitikia ona itare na hinya, nikugwitikia ona ndumaini, nikugwitikia ona itoyo uria gwika, nikugwitikia ona itoyo iyo. Unue Mungu, mwambie Baba katika jina la Yesu, uwitikia nikugwitikia. In the name of Jesus Christ, Son of God, nataka tuombe pamoja na nyinyi. Baba katika jina la Yesu, najua ya kwamba sina watu wa kunisaidia, lakini kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu mbinguni, kuna Mungu mbinguni. Baba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nanena juu ya hiyo kesi iliyokotini Bwana, naomba ya kwamba Bwana utakapokea njia na mwelekeo Baba katika jina la Yesu. Wewe utengenezaye njia mahali hakuna njia, wewe upitaye katikati ya giza Baba, yote uliyopituni kwa jina la Yesu. We want to declare grace, we want to declare the power of God, we want to declare deliverance in the name of Jesus. Kama umekuja hapa mbele, inua tu mikono yako. We want to believe God together with you in the name of Jesus. Kama ni pepo naomba ikatoke, kama ni roho baya naomba ikatoke, kama ni kitu strong natoka naomba ya kwamba ikavunjike in the mighty name of the Lord. Father in heaven, in the name of Jesus, tunapo climax first Pasaka conference, first Pasaka convention, Father, we conclude it by stopping the work of the enemy over the lives of these brethren in the name of Jesus. In the name of Jesus. You have an application. Kuna application ume apply. My God, listen, two things. Kuna project ulianza, lakini kuna mahali ilifika imekwama na umeshindwa kabisa kuiendeleza. I want us to breathe together with you because God will bring a way. Bwana atatengeneza tu njia, hiyo project utaikamilisha. You started, lakini kuna mahali ilikwamia. Nataka nikuambie leo kwa nguvu za msalaba nira kuamuka. Hata kama huko nyuma, tafadhali unaweza join hawa wengine. Kuri undu wabirie na ndorekaga, kuna kitu ulianza lakini haikamilikaji, ilikwamia katikati. Leo nataka nikuambie Ngai ndiararehe uhoti wa kurekia in the mighty name of the Lord. Usikae huko nyuma, na Bwana amekufungulia mlango wa kukuja kuamini pamoja nasi. Nataka nikutangazia leo kwa jina la Yesu. Father in heaven, in the name of Jesus, tunainua mikono yetu mbele zako. Haya ni madhabahu ya fire na power. Baba, tumeamua ya kwamba msalaba wa Yesu sio msalaba tu wa kawaida, sio sanamu Baba wetu wa mbinguni. Msalaba wako ni madhabahu ya power, ni madhabahu ya fire, ni madhabahu ya authority. And today in the name of Jesus, kuna mambo yanahitaji fire, kuna mambo yanahitaji authority, kuna mambo ambayo yanahitaji power. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaomba kwa imani ya kwamba haya mambo yote tuliyokuletea msalabani ukayashughulikia Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Father in heaven, may this miracle happen. I said may this miracle happen. You are the way maker. Make now the way in the name of Jesus. Kila giza Bwana inaondoka, kila giza Bwana inaondoka, na influence ya shetani inaisha katika jina la Yesu. Hakuna biashara inakufa, hakuna watoto wanapotea, hakuna mume anaenda, hakuna mauti familia. We want to declare today ya kwamba kazi yote ya shetani aliyofanyia watu hawa
inafika mwisho, inafika mwisho, inafika mwisho, inafika mwisho. Baba, inafika mwisho, inafika mwisho. Kwa jina la Yesu tunatangaza Baba yetu wa mbinguni, wera wote tomera rutete nemokinyumovia murimo wothe murware leo tukurekia wera waguo. Hiyo ugonjwa haitakamilisha kazi yake katika maisha yako. Tunaitoa kwa imani, tunaitoa kwa imani. Sikiliza tumalize, sikiliza tumalize. If you have made an application or you want to make an application either for a visa, either for a work, kuna application unataka kumwaminia Mungu, nataka nikuambie leo kwa jina la Yesu, enda uapply. Nataka nikuambie Bwana atakutetea mahali hauna mtetezi, maana mtetezi wako yuko hai na jina lake ni Yesu. Baba, katika jina la Yesu naombea hiyo application leo, ya kwamba Baba itakapoandikwa, haiandikwi na kalamu pekee, inaandikwa na imani. Haiandikwi na kompyuta pekee, inaandikwa kwa imani. Na leo kwa imani tunaipeana kwako mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, itaenda through, not by might, not by power, but it is by your spirit. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Finally we pray our Father, tutuikeciara ciana tucoke tutunywo ni ngoma, nitwaregana anake aitu, nitwaregana iretu aitu, matingĩgũrũka, matingĩtuĩka arebi, matingĩtuĩka maraya. Tunawatwarega nao, tunawarudisha kanisani, tunawarejesha kwa Yesu, na tunatangaza leo Baba, watoto wetu hawatapotea, hawatakuwa ovyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama umezaa watoto, nataka uwaombee na uwataje mmoja kwa wengine, uwaambie fulani utakuwa wa baraka. Wewe hauwezi potea, wewe ni mtoto wa ajabu. You shall become mighty in the land. Tajeni hao watoto wenu, watangazia kwamba milango yao na mipaka yao imepanuka katika Afrika na Ulaya, imepanuka Marekani na Asia, katika kila mahali katika jina la Yesu. Watakubalika na masomo, watakubalika na mali, watakubalika na nchi zingine katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Simameni tuinue mikono yetu tumalizie. Kama Yesu yuko hai, kuna mambo yanarudi uhai. Biashara zirudi uhai, familia zirudi uhai, watoto warudi uhai, kipawa chako cha kutumikia Bwana kirudi uhai katika jina la Yesu Kristo. Inueni hata wale walio huko nyuma, inueni mikono yenu mbele za Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, kwa jina la Yesu, sisi ni believers. We are believers in the power of the cross. We pray that every one of us, oh God, will not go home empty. Hata wale walikuja na confusion, wale walikuja na anxiety, Baba unawapea jibu mahali hapa na leo katika jina la Yesu. Wengine baraka yao itafanyika wiki hii, wengine ni mwezi huu, wengine ni mwaka huu, na waopea leo katika jina la Yesu. Vile ulivyoanza sivyo utakavyomalizia, because from today the altar of fire, the altar with power, and the altar with authority, it is going to back you from today in the mighty name of Jesus. Rudisha mkono chini kama uko hapa na ungependa kumpa Yesu maisha yako. Umesikia ya kwamba Yesu hakufa bure, alikufa okoe maisha yako, na uko hapa na wewe ni bold. Jesus did not die privately. He was not crucified privately. He was crucified publicly on a hill. Na ilikuwa kwa mlima yenye ilikuwa karibu na barabara, watu wote walimuona. Alifanyika hivyo, hata hakusulubiwa na nguo, alisulubiwa uchi, ili aibu yako aibebe, ili mzigo wako wa dhambi akaibebe. Pengine uko hapa na unasikia moyoni mwako, hadu hago atumirwa araika makurage ndio gwitikira Yesu. Unataka Yesu, unataka kuokoka, nionyeshe na mkono wako, tutakuombea. Uko hapa na unataka kumpa Yesu maisha yako, and you are the kind of people that are bold, lift your hand, we'll pray with you in the name of Jesus. Wewe unasikia moyoni mwako chenye unatamani ni kuokoka, inua mkono wako, lift your hand boldly. Yes, I have a brother here, please come. Yes, in Jesus name. Kuja my brother.
Amen. Wow. Nani mwingine unataka kumpa Yesu maisha yako? Usiogope, hakuokokea nagwi. Is that good Swahili? Utihonokanagirwo, kila mtu huokoa maisha yake. Wakatoliki wanasema hii ni mundu wothe ukwenda kuhonokia muoyo wake. Ni urenda kuhonoka na ni uraigua Ngai ni aranjita na muturire waku gucenjio muthe. Oya guoko gwaku wijiunge na brother uyu. Lift your hand, we will pray with you. Tiga kugiana na ngoma, shoot your hand, we will pray with you. Thank you, brother. Thank you. The greatest decision you are going to make. Powerful. In Jesus' name. Wikine, uko hapo ni uraigua nie ndikoinuka ndina kioho kia ngoma. Ngoma turarekanio muthi pasakeno. Ukatuhoe hamwe nawe. No, unaweza jiunga pamoja na hawa ndugu wawili. Shetani ataacha kukutesa. Hiyo claim shetani yako nayo juu ya life yako inaisha leo. Maana Mungu anakuokoa. Uko hapa na unataka kuokoka. Tia kuegia oka. Yes, please come. Asante. Simama hapo. Nani mwingine unataka kumpa Yesu maisha yako? Tia guthinika, andu no maguthekerere no matinge kuhonokia. Thank you, madam. God bless you. Usiruhusu shetani aendelee kukuclaim yeti Yesu anakuita. Claim yenye Mungu anakuita ni yake. Hiyo shetani anataka kukuclaim inafika mwisho. Unataka kuokoka? Please join hawa waine. Tutakuombea. Are you there? Nidiramenya ni muragiana na ngoma no hari undu ngoma arenda gwika muturire-ine waku mugirie na njira ya kurira kwa Yesu. Kuja tutakuombea kwa jina la Yesu. Is there anybody else? Is there anybody else? Nataka mtukatilioke haha. Mutugie marumanyu haha. Tutawaombea. Kuja. Kujeni hapa mbele. Moja tuletewe. Todo haneo otane neke kerito yekore maga mwapi wakwa. Wengine wanaweza keti. Nedanirira yekere maine. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Leo shetani anaenda hasara. Amepoteza mama, amepoteza ndugu watatu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ndiye Mungu unayeokoa. Na leo Baba, umeamua kuokoa huyu mama, umeamua kuokoa huyu kijana, umeamua kuokoa huyu mwanaume. Na Bwana, umeamua kuokoa huyu ndugu wetu. Siku ya leo tunatangaza claim yote ya shetani juu ya maisha yao. Baba, imefika mwisho. Mateso ya pombe, mateso ya dhambi, mateso ya shida, mateso ya magonjwa, Baba, imefika mwisho. Siku ya leo nguvu za msalaba zinavunja nguvu za dhambi. Katika jina la Yesu tunaombea hawa wapendwa Bwana, ya kwamba wewe unayeokoa Baba utawaokoa leo katika jina la Yesu Kristo. As we pray for these brethren, Father, we declare that their life is changed. The old is gone and the new has come. Rudieni nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, leo nimekubali mimi ni mwenye dhambi, siwezi jiokoa. Shetani amenifuata, lakini leo nimekibiria kwako. Uniokoe na unikomboe kwa jina la Yesu. Na kuomba Baba, shetani asinifuate tena. Nimeokoka kabisa na mimi ni wa Yesu. Asante kwa kuniokoa kwa jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Simameni. Nikati kuomba Reverend
wakaribishwe hawa mpaka na elders. Ninauzi The elders please kuja furaha dada. daima. Bwana wabariki. Tufura inipapo usalama ndio asili ya mema. Nikajua mzigo wako bila uzima, furaha daima. Njoni tumaini papo usalama ndio asili ya mema. Asili ya wema, nitakatiwa mzigo wako. Nina uzima, furaha daima. Njoni tumaini pamoja. Ningetaka hawa ndugu zetu watusalimie together with our sister, watuambie majina yao na kwenye wanaishi, na ili wakimaliza hapa wapatane na wa evangelist ili waweze kuwekwa katika discipleship classes. You've done the best thing, kufufuka pamoja na Yesu Kristo. May your life never be the same again. Yote ambayo yalikuwa yamepotea, may the Lord restore you and may the Lord walk with you. Walk confidently, na mjulishe watu mmeokolewa na Yesu. So ningetaka tuanzie with my sister, mtapinduka hivyo. Mseme kwenye mnaishi. Wakitaja kwenye mnaishi, nyinyi mtajua kama ni district yenu. So deacon mmoja anakuja anawapokea, si ni kweli? Praise God Church. Mimi naitwa Mary Nyambura na siku ya leo nimekubali Yesu awe mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni wa Neema District. Praise God. Kwa majina naitwa Samuel Kemodo, ni wa Jericho. Nimekubali Yesu na mwokozi wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jackson Martin, naishi hapa Makadara na nimekubali Yesu kuwa mwokozi wangu. Mungu asifiwe. Kwa majina ni Samuel Kamau, naishi tu hapa na wauzia nyama hapa nyuma. Nikiomba kwanza mkuu hata customer tuinuane pia. Nimeokoka na nimeamini Yesu ni Bwana. Shetani amenifuata, amenisukuma, lakini mimi nimesema kuanzia leo kwenda mbele nimefufuka na yeye. Na nimefufuka miaka yangu yote na maisha yangu yote. Nilikuwa nimeokoka tena pale JCM kama mwezi wa 7 tarehe 13. Nikakuwa sikuwa na simu ya mtandao. Shetani amevuta mimi hapa katikati, lakini kuanzia leo nimesema I shall never backslide in mighty name of Jesus. Sisi tumewanenea baraka, lakini ni vyema tusimame tu kidogo, watu wa evangelism, si ni kweli? Wasalimia hawa watu on your behalf.
So watu wa evangelist, hamwezi kuwa mlikuwa umevaa shati ya red mkatae kusalimia hawa watu, kujulishana ati mlikuwa kazi, si ndio? See now Kevin, you can give us a song. Yes. Kojeta ojete temwavi o kajera diga mo de makwa de kuere modana fwa umethuta dane gona mo ne kojeta ojete temwani iho kajera diamo de magua de kuere modana umezuga nane gona moya negotoria Otaora, Jesua, Tohige, Dagerera, Makinya, Negotoria, Negotoria, Kia Getina Abaino Guanegera Ida Rakiya Maya Guanegera Guanegera Karubeta Karubeta Equatoria Equatoria